Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa channel yetu pendwa ya EAGT Mlima wa Moto Isaka. Ninakushukuru sana ndugu kwa kuwa umeendelea kuwa mwaminifu kwa kufuatilia channel hii. Mungu akubariki kwanza kwa hilo. Leo ni siku ya Jumapili, ni asubuhi sana ambayo Bwana ameifanya kwa ajili yetu kanisa tulioko duniani. Na tunamshukuru Mungu kwa mapenzi hai kuwa ni mwema, kwa sababu amefanya mambo ya kushangaza sana. Hasa tunapoamka tukiwa wazima wa afya, tumeamka tukiwa na afya njema. Wengine wamekufa, wengine wamepoteza maisha, na wengine hawapo kabisa, na wengine tayari wameshasukomezewa mapamba puani, masikioni, wamekufa tayari. Na wengine wapo kwenye majokofu, kwenye mafriji mle, wameshakufa tayari. Lakini mimi na wewe unayenitazama tumeamshwa tukiwa wazima, na tunahitaji neema hii kwanza kumshukuru Mungu, lakini pia kutambua thamani ya ibada tuliopewa na kukirimiwa chini ya jua. Ndugu mtazamaji, na nikuombe kwamba unapokuwa mwaminifu, nizungumzie juu ya habari ya faida za kuwahi ibada. Kuwahi ibada kwanza ni kukuza tunda la uaminifu kwenye maisha yako. Unapokuza tunda la uaminifu kwenye maisha yako, Mungu aliye hai ana uwezo wa kukukuza na yeye kwenye ufalme wake. Wako watu wengine wamekosana na baraka, wamepishana na uaminifu wa Mungu na mkono wa Mungu kwa sababu ya kuendekeza mazoea. Na mazoea ndiyo tabia iliyoua watu wengi sana mbele za Mungu, na imewafukuza watu wengi kwenye karama nzuri, imewaondoa watu kwenye nafasi za heshima zao, kwa sababu watu wameingiza mazoea ofisini, wameingiza mazoea mpaka kwenye nyumba za ibada. Wamemzoea Mungu aliye hai, ambaye ni Baba, Mungu wa mianga, aliyeumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa hiyo wewe uliyejaliwa kupata neema hii, ni kusii kwamba usije ukafanya jambo hili. Kuwahi ibada, tukisema ni saa 3, maana yake saa 3 fika kwenye ibada. Tukisema ni saa 4, fika kwenye muda huo saa 4, maana yake saa 4 ni muda wa kuanza ibada. Yule muda uliokusudiwa ndio tunaanza ibada. Kwa hiyo nikusii sana ndugu mtazamaji kwamba unapokuwa mwaminifu kwa jambo lililo dogo, Mungu haoni haya kukupandisha kwenye jambo lililo kubwa. Naomba ndugu mtumishi wa Mungu, uisimamie imani. Siku hizi imani ya uaminifu wengi wameisukumia mbali. Hawaithamini, hawaijari, na wala hawana habari juu ya kwamba watadaiwa siku moja au pengine watatoa hesabu. Mimi na wewe mtumishi wa Mungu tusimamie kusudi hilo hilo la kuwa waaminifu. Tunapokubaliana jambo, muda huo huo tusipunguze uzito wa ibada, tusipunguze uzito. Tunapoichukua ibada katika hali ya wepesi, ndivyo tunavyosababishia matatizo na kukaribisha roho zingine za uvamizi, ambazo ndo zimewafikisha leo mpaka maaskofu, wachungaji, waimbaji tayari zimewafukuza kwenye uso wa Mungu. Mungu hana shida nao tena, kwa sababu waliingiza mazoea. Tuendelee kuwa waaminifu.